figo na protini za mwili wake zimeshuka. Alitibiwa Mount Meru ikashindikana, ndo akapewa rufaa kuja NC. Lakini baada ya mimi kukanyaga mahali hapa, nilimwambia Mungu, nakuja kwa kitu kimoja tu, ninaomba uponyaji kwa mdogo wangu. Nikiwa nimekaa pale, hao watu wakiwa wanatoa ushuhuda, kuna mama alikuwa amesimama anatoa ushuhuda kuhusu figo. Anasema alikuja mahali hapa akatumia mafuta kwenda hospitalini, akaambiwa hana tatizo lolote. Nikamwambia Mungu, kupitia ushuhuda huu ninachohitaji kusikia mdogo wangu hana tatizo la figo. Kabla sijatoka napigiwa simu, naambiwa wameruhusiwa hospitali. Anasema daktari akamwambia hauna tatizo la figo, unaruhusiwa kula kila kitu. Akaona kama vile utani. Mimi nikatoka nikaenda nikachukua maji, nikasema haya maji nitayasafirisha mpaka Arusha na mafuta. Niliyasafirisha siku ya Jumapili usiku, yalifika kule Arusha siku ya Jumatatu asubuhi nadhani. Akaenda dadangu akayapokea, akampelekea nyumbani. Baada ya kumpelekea kwenda kujipaka, nikapigiwa simu, anasema dada, kuna vitu vilikuwa vinatoka mwilini kama wadudu, wanatembea mwili mzima. Nikamwambia tumeambiwa tusiogope, amini tu. Usiku mapepo yakaamka kupitia mwili wake, yakaanza kuongea, yanaongea vitu vya ajabu. Mnaleta hayo mafuta, maji, nini, hayatanisaidia. Yaani ili kutukatisha tamaa, wananipigia simu. Nikamwambia msiogope, tumeambiwa tuamini tu. Nikasema yani huo uponyaji utakuja yani nilituma nauli, nikamwambia Mungu, yani nisiishie kwenye maji tu na mafuta. Ninachohitaji ni mdogo wangu akanyage katika hii madhabahu. Nilituma nauli, niliwatumia watu wawili, maana alikuwa hawezi kutembea. Walifika jana asubuhi hapa. Walimshikilia, alikuwa dada yangu na kaka mmoja ambaye ni jirani yake, alikuwa hawezi kutembea. Wanamshikiliaje? Walikuwa wamemshika huku na huku. Jana. Tukakaa pale nje, tukaambiwa subirini, ndoa ikiisha mtaingia ndani. Baada ya kuingia hapa ndani, mfume ulipomwekea mkono alidondoka. Jana alipoamka akasema nimepona. Mimi namwambia unaongea ukweli? Akasema ndio nimepona. Akawa anatembea. Akaanza kutembea peke yake akiwa anafurahi. Babako yuko wapi? Waliokuja nayo wako wapi? John. Dada yako na nani? Na kaka mmoja. John. Waliomleta huko. Tangu jana amewekewa mkono. Amewekewa mkono. Hata hapo tulipokodi loji ya kulala tulikuwa tunaenda na bajaji. Alisema sipandi bajaji, natembea kwa mguu mpaka tufike, na hatukupanda bajaji kweli, na usiku amelala. Alikuwa halali vizuri. Alikuwa halali. Jana akiwa anageuka namwambia nini, anasema tunasikia sauti masikioni mwangu inasema aya. Haya njoni hapa. Unasikia aya? Yaani anasikia tu sauti ya aya. Baraka. Lakini jambo la furaha. Mlimshikaje yule mliomshika? Shika mliomshika. Yuko wapi mwingine aliyemshika? Hivyo. Iko nguvu. Mkishuka mko mnashika. Yaani tunamshika hivi barabarani kumbugia nguvu. Yaani alikuwa sio mwagia maji ya mania. Maji ya upako na mafuta. Yaani alianza kuvua nguo kuruka kama. Baada ya kuja hapa mlimshikilia. Tulimshikilia kwa sababu ndio tulifanya. Mlimshikilia huko. Ndio. Mpaka mfika. Baada ya jana mmoja akapona. Ndio huyo anatembea. Kama mmempona. Yes. Kwa Mungu aliyekutoka. Naoka. Ndio. Unamkuona. Nakubariki na utakuwa mtu wa baraka na ukastaafu kuongezeka. Kuna vipi? Sasa. Ndio tumepona kwa kutoka Mungu, ndio kwa kitu cha baraka. Nyota yako ikang'aa na utakuwa mtu wa baraka. Wao